Oh yeah. Asante. Aha. वही चांद हूँ मैं जो ठहर गया है तेरे आसमान पर एक सांस जो. Basi ladies and gentlemen, mabibi na mabwana, mashabiki, wadau, wapenzi wa kereketo, the king of Lavidavi, the king of Swaga, the best of all time, Vasco DJ the magic voice, Vasco DJ the money voice, Vasco DJ the magnetic voice, Vasco DJ the magnificent voice, Vasco Magnifico kutoka MVC, chama la wajanja zaidi TZ Burundi, DRC na GRSM. Yamkini nyote mwazima kabisa, na sasa mmejipanga tena kwa mara nyingine kuburudika na mimi, kulavidavika na mimi, kuromantika na mimi, kukopanika na mimi katika mashine mpya kabisa hii. Chote gudan tumse sab kucho pega. Chote gudan hakuna ulishindwalo. Hii ikiwa ni kama muendelezo au season 2 ya tamthilia pendwa ambayo ilibamba na kuchukua tuzo ya kutazamwa zaidi mwaka 2020 2021, Gudan tumse nao paega. Ini Gudani unaga liwezalo. Tulitazama, ilikuwa ndefu, takriban episode 759 ikizungumzia safari ya Gudan sambamba na Akshat Jindal, amba mwisho siku alikuja kupoteza maisha na kuacha mtoto mchanga aitwaye Gudan kama mamake, lakini wao wakamuita Chote Gudan ili kutofautisha ni Gudani mdogo. Tofauti ni kwamba ile ilikuwa ni ndefu sana, afu ni fupi sana. Hii ni fupi sana. Kwa yani tukipigisha kwata mixa mchaka faster aichukue round na kuisha, ni fupi sana. Lakini kingine ni otoa wasiwasi wala ambao kuitazama Gudan, usije ukasema labda mimi sitoelewa. Utaielewa kwa sababu ni hadithi inaanza upya, inajitegemea, lakini katika vipengele ambavyo labda vinahusiana na season 1 nitatoa intro fulani kama ya dakika 5 hivi fulani katika episode ya kwanza, kwa utakaa sawa utaelewa story hata kama kuitazama Gudan tumse nao paegele season 1. Kingine ni kwamba nilipokea malalamiko kwa baadhi ya watu wachache kwamba kulikuwa kuna shida ya sauti katika Gudani ya mwisho. Wao hawakupata sauti, japo wengi walipata sauti. Lakini kama ni shida ambayo inatokea kwa baadhi ya watu au baadhi ya deki, basi hiyo inakuwa sio shida CD, ni shida tu ya mifumo ya sauti. Kwa unabadilisha nyaya nyekundu na nyaya nyeupe. Ulipochomeka nyeupe unachomeka nyekundu, ulipochomeka nyekundu unachomeka nyeupe, au ulipochomeka ya kushoto unachomeka ya kulia, ulipochomeka kulia unachomeka ya kushoto, katika matundu ya deki yako au matundu ya sabufa yako. Unategemea sauti hapo iweze kupatikana. Tofauti na hapo, basi utakuwa umeuziwa CD ambao ni mbovu, au umeingiziwa CD umeingiziwa katika flash lakini zina matatizo. Karibuni katika episode ya kwanza kabisa bila waste time. Hii ni sauti ya Vasco DJ na kigongo ni Chote Gudan tumse sab kucho pega. Chote Gudan, unaweza kila kitu, huna ulishindwalo. Hii hapa जो ठहर गया है तेरे हमेशा याद रखना चाहिए. Katika episode ya kwanza tunakumbushwa kwanza maisha ya wazazi wa Chote Gudan. Yalisha vipi? Ni kipindi ambacho anamwambia mwanangu, naenda kumfuata babako, nimemwacha katika mapambano dhidi ya maadui wetu ambao ni ndugu zetu Avinash na Ganga. Ganga alitokea, kumbuka hawa ni ndugu wa mume wake. Huyu ni kaka wa mume wake na Gudan, anaitwa Avinash. Kia namwambia hebu acha kumdanganya mtoto kwamba unaenda kumfuata babake, ilhali babake tushamuua. Hapo anashangaa. Jindal saab kaha hai? Anasema Jindal yuko wapi? Jindal ni babake na Chote Gudan. Huyo mtoto ambaye tutazungumzia hadithi yake. Anaambia Jindal yupo katika sehemu ambayo na wewe utaenda muda so mrefu. Uko Ahera mitaa 7 hivi. Nenda
kakutane na malaika wa kifo sasa hivi, yani wanataka wamuue. Kwa taarifa nyingine anampatia taarifa kwamba mume wake ashapoteza maisha, yani baba Choti Gudan. Anakumbuka dakika kadhaa zilizopita alimwacha katika uwanja wa vita mapambano, wakiwa katika harakati za kumuokoa mtoto wao ambaye alitakiwa auawe na ndugu wa mume wake Avinash na shemeji wa mume wake ambaye anamuita Ganga. Kwa visasi vyao vya kipumbavu, binti akachoka kabisa kwamba mumewe ashapoteza maisha. Sasa amebaki peke yake kumpigania mtoto huyu mchanga kabisa, wanamuita Choti Gudan. Anakumbuka walipotoka ni mbali, wamepitia mengi, mikiki. Hatimaye mapenzi yao yakawa yamekaa kwenye mstari, lakini mwisho wa siku walimwengu wakawaandama vibaya na wakaja kumuandama mpaka mtoto wao Choti Gudan, yani Gudani mdogo. Anamkumbuka mno mume wake alipokuwa mdomo zake kidogo, ilikuwa ni vigumu mno kuja kufunguka hisia zake. It was in such easy, haikuwa rahisi. Anakumbuka ndoa yao ya magumashi na vitu vingi ambavyo walivifanya pamoja. Leo anaambiwa kwamba Jindal hayupo tena katikati ya uwanja wa vita, uwanja wa mapambano. Ikamuumiza sana. Alilia sana. Akasema kwa Avinash, unasubiri nini? Mpige risasi na huyu kati ulivyompiga risasi mume wake. Alafu kisha tumalizie mtoto wake. Ganga, tuanze na mtoto wake. Mimi nafikiri baada ya kumua Akshati, hawa wawili inabidi tuwaue, lakini kwanza tuanze na mtoto ili mama ashuhudie kifo cha mtu. Sasa itakuwa raha. Yani kumtazama mama anamtazama binti yake anauliwa mbele ya upeo. Sema hapana jamani, msimue mwanangu. Anasema hii hadithi uipangi wewe, mimi ndo naibadilisha hii hadithi yenu ya maisha. Avinash, nenda kamchukue mtoto yule. Wanataka wamuue mtoto mbele ya mama. Mama anampambania mtoto. Unaenda wapi wewe? Unaenda wapi? Aisee, kawa ni vuta ni kuvute. Kama unavyojua hakuna ajue uchungu wa mtoto zaidi ya mama ambaye kamweka tumboni miezi 9. Anahangaika naye, japo Choti Gudan alikaa tumboni miezi 8. Alikuwa ni premature baby, alizaliwa mapema. Anasema nimemuua mume wako, utanishinda wewe? Nipeni mtoto. Tuachie mtoto. Wajifanya mbishi. Tuachie mtoto. Lazima ufe, hamna namna nyingine. Tunataka tukupeleke kwa Mungu wako ambaye ulikuwa unamuomba hapa. Wewe una imani? Tupatie mtoto uende kwa Mungu. Unasema unampenda Mungu alafu utaki kwenda kwake. Choti wakamchukua Choti Gudan. Jamani, niacheni. Lakini alimpiga ngumi, yani kana anampiga mwanaume mwenzake. Huyu ni mke wa mdogo wake kabisa wa damu. Baba mmoja mama mmoja. Anasema mtoto wako atakufa. Sawa. Na wewe utashuhudia kifo cha mtoto wako kama kisasi. Majifanya matajiri, madhalisha watu. Sasa watakummalizia. Muwe mtoto. Choti Gudan alizaliwa na misukosuko toka siku ya kwanza. Anaandamwa. Sasa malize. Nimeamua kuwapendelea kwa wale ambao kuiona Gudan. Wajue kwamba hadithi ilitokea wapi. Ndipo katika kitu ambacho hakutegemea. Hawakutegemea hata kidogo. Wanasema Mungu si athumani. Waliamini kabisa kwamba alikwisha kumua Jindal. Walimpiga risasi, lakini jamaa kumbe ya kufa. Aliapa kwamba atapigania uhai wa binti yake mpaka pumzi yake ya mwisho na tone lake la mwisho la damu. Arafika anamkuta brother na shemeji ya wapa wako tayari kabisa kumwangamiza mkewe, lakini pia kumwangamiza mtoto wake. Haya sasa ni utapenda. Kwa wale ambao litazama Gudan, hii ndio ilikuwa episodi ya mwisho kabisa ya Gudan Tumsenao Pege. Huyu alikufa, huyu amefufuka au? Jabana shangaa kwa wana mdogo wake huyo hapa.
waliamini kabisa kwamba washamuua. Kummalizia Gudan na mtoto itakuwa kama kumsukuma mlevi fulani hivi. Ala, hapo sasa bibi akapata nguvu. Kumbuka ni utangulizi tu. Anasema, Jindal, uko salama? Ni mzima? Bado wapo katika hali fani vya dinayo, yani kukataa, kutokuamini kile ambacho nakiona kwamba mtu huyu ni mzima. Mfanya kitu, pambana kama mwanaume walao kwa mara moja. Pambana, tunakaribia kutimiza lengo letu la kumuua mtoto huyu. Kumbuka mtoto wetu alikufa kwa ajili ya hawa watu. Shutuma ambazo si za kweli. Lakini baba yuko hapa na mama yuko hapa, atashuhudia mtoto wao wawe. Sasa wanaume wanaingia ulingoni na Mungu akashusha mvua. Anamuita Chote, yani mdogo wake. Piga ngumi ya kwanza. Kuna brother kama aleta mazoea hivi design. Brother kama mazoea nazidi. Akazimisha pua. Anapiga amezuia. Tia nyingi za chembe. Ala. Kaka mkubwa kabidi ende down. Piga mateke ya mbavu, kana akili nzuri. Avinash, amka, mwanaume gani unakuwa mayai hivyo? Amka. Amka. Alicheza kichapo fulani hivi, yani mkongoto wa mana. Sasa wife akaona kabisa mama Chanja akaona baba Chanja anamuua baba Rigalandili, akabidi amrushie bastora. Sasa atakummaliza Jindal. Kumbuka wanapambania uhai wa mtoto wao Choti Gudan, ambaye tutaangazia maisha yake sasa baada ya kifo cha wazazi wake. Ikawa katika hali ya vuta ni kuvute. Sasa kitu ikafyatuka, sijui inaitwa konkoliko, mlango wa chuma kifunguka na luma. Ukisikia pa, wakati mwingine unajua imekupata. Risasi imefyatuka, lakini imempiga Vinashi mwenyewe. Ni kama ametumbukia katika shimo ambalo kalichimba mwenyewe. Wezi amini. Uwezi amini. Huu ndo ulikuwa mwisho wa ndugu huyu mbaya. Kama wasemavyo wahenga kwamba awaye kwa upanga atakufa kwa upanga, na mwisho baya huwa ni aibu. Hii ni introduction. Avinash, hii ni siku ambayo brother Choti Jindal anauawa. Haya, alipanga kumuua mdogo wake, mke wake na mtoto wake bila kosa lolote lile, kwa ajili ya kumsapoti mkewe, kumridhisha mkewe. Sasa akapata umauti. Huu unasema ni umauti mbaya. Umauti mbaya ni kufa katika dhambi. Umauti mbaya sana huo. Sasa Ganga akasema, mwanamke mshenzi, huyu mtoto mshenzi ndo kasababisha toka mtoto huyu azaliwe. Imekuwa ni tatizo katika maisha yetu sisi. Tukitaka tumue muda mrefu ikashindikana, ndo imesababisha yote haya. Sasa ni kufa na kupona, nitamaliza. Ise marna hoga. Lazima afe. Nitamkaba mtoto mpaka afe. Na mkaba asema, we kama ulimzaa wewe utamkaba. Sasa tulia. Anaambia rudini nyuma. Usifanye hivyo. Nei cholenge. Ele sitomwacha. Sitomwacha. Haya, sasa mama akaona aisee kuna namna nyingine ya kumtetea mtoto wake. Akaenda pale katika madhabahu, katika mandili pale ya Durugama. Akachukua mkuki mtakatifu, divine sword, holy sword. Ambe Ganga, nataka kumuua mwanangu, mwachie mwanangu. Lakini Ganga akaona hapana, mtoto lazima afe. Unampima mama, unapima upendo wa mama kwa mtoto. Leo utakufa katika mikono ya mama
wa mtoto ambaye anataka kumuua, mtoto asiyekuwa na hatia huyo. Kwa baraka za Mwenyezi Mungu, Mungu mke Durgama, hata wakati huu pia wabaya watashindwa kama ilivyokuwa ada. Awara. Nasema tulia tu, mtoto mimi namuua. Lazima nimuue mtoto huyu. Hapo ndo roho yangu itatulia, itakuwa kwatu. Sasa Gudani baada ya kumwambia muda mrefu kwamba mwache mtoto, bado akawa amini, najua tuweza kufanya lote. Nitamuua au la kunifanya. I say, ndo akatupa mkuki. Tupa mkuki na mbele katika harakati za kumuokoa mtoto wake. Hiyo inaitwa self defense. I say, kitu na box. Choma mkuki wa tumbo. Toto akadondokea pale katika mkokoteni fulani, ile cut. Lakini Ganga akawa anapambana pale na roho yake. Na roho yake mbaya. Kifo cha hasara kabisa hiki. Kufa ukiwa na wataka kutoa nafsi isokuwa na hatia. Basi Ganga akadondoka, lakini hajakata roho, anapambana na ule mkuki. Baada ya misukusuku ya muda mrefu, hatimaye wakaamini kabisa kwamba wamefanikiwa kumwokoa mtoto wao. Sasa wanamshukuru Mungu, maana haikuwa rahisi, wamepambana mno, wameteseka sana. Toka mtoto amezaliwa imekuwa ni mikiki tu ya kutaka kuuawa. Wakiwa wamekumbatiana, wamejisahau. Hawakujua kwamba Ganga alikuwa bado ni mzima. Anasema Gudan, mimi nilikuwa shabiki wa movie zako, lakini sitoweza kufanya unisahau katika maisha yako. Nitamuua huyu mtoto ambaye unajivunia kwenye maisha yako. Sasa akiwa ameshikilia ule mkuki, akasukuma mkokoteni ambao mtoto yuko juu yake. Sukuma mkokoteni, kaanza kwenda. Wao wako biza katika ulimwengu wa mahaba, malavidavi nini, unajua kabisa kwamba washamuokoa mwanao, kumbe bwana bado. Toto anaenda kule, analia na mvua inanyesha. Ndipo akili inakuja, Toto vipi? Mtoto akuta yule pale. Mkokoteni unatembea unaenda kule. Ikabidi waanze kumkimbilia. Wanamkimbilia kwenda kujaribu kumuokoa. Kimbia. Bwana. Wanakimbia. Lakini kila ukijaribu kumfikia mtoto anakuwa amezidi spidi, kwa sababu kuna slope, kuna mteremko fulani. Alafu kwa bahati mbaya sana, I say, kule mbeleni kuna bonge la poromoko moja zito sana. Wewe zamini fika sehemu, ikagonga pale katika jiwe, kapata momentum, mtoto akatumbukia katika poromoko. Alivoruka mtoto, I say, kabidi uruke naye. Unajua uchungu wa mtoto wewe? Na usia kwamba uchungu wa mwana ujue mzazi ndo hapa. Kawai, chukua mtoto rakaraka. Lakini bado ilikuwa too late, kwa sababu walishafika mbali. Wakajikuta wamenasa katika sehemu ambayo wanategemea tawi fulani. Choti hai kuta. Nasema Choti huyu hapa tuko naye. Choti wako naye, lakini shida ni kwamba wanatoka vipi? Kuta. Kuta. Ambie Gudani hata itokee nini. Usimwache mtoto. Kila kitu kitakuwa sawa, tusimwache mtoto. Bora mtoto apone. Lakini tawi ambalo anategemea ilianza kukatika. Mshike vizuri mtoto. Mshike vizuri. Wewe zamini. Sema hapa lazima tumuokoe mtoto wetu kwanza. Lazima tumuokoe mtoto kwa namna yote. Sawa, na muokoaji na ameshikilia mkono mmoja. Wakati huo askari nakuja na wakamwana wao watatu.
Tino Bahuhe, Durga Jindal, Saraswati Jindal na Lakshmi. Wako wapi wale pale? अविनाशी और गंगा जी हैं। Jamani, Avinashi na Ganga wapa. Kuta Avinashi na Ganga tayari washakufa. Majambazi kuu, maadui washakufa. Sasa mama mkwe yuko wapi na Ijei? कुछ Mungu wangu, ndo nasikia sauti ya mtoto. Da, wanasikia sauti ya mtoto. Jamani, wapo kule. Ikabidi wakimbie. छोटी Choti, कुछ नहीं होगा तुम्हें, utakuwa salama tu. कुछ नहीं होगा। Kuchi neoga. मैं कोशिश कर रहा हूँ ना गुड्डन। Najitahidi Gudan, najitahidi. संभालना होगा जिंदल साहब। Jitahidi. Sasa jitahidi kumtaka mpandishe mbegu Gudan. सब ठीक है, Kila kitu kitakuwa sawa. नो साथ है ना, Tuko pamoja. भी हो पाएगा। Tutakuwa pamoja pia katika hili. Kila kitu kitakuwa sawa, usilie. मैं छोटी को Mimi tahakikisha usalama wa mtoto wetu ऊपर तक। kwa namna yoyote ile. Sema je, jitahidi mtoto kwanza. छोटी गुड्डन को Jamani, tupatieni basi mtoto. आराम से। Tupatieni taratibu. Tupatieni mtoto. Jitahidi kwa mkono mmoja. Anampeleka mtoto. Nataka mkabidhi Durga. Haya, mtoto akachukuliwa. Lakini shule imebaki pale. Tawi nataka likatike. हमारी छोटी की Aseme Mungu, naomba tu mtazame mtoto wetu tu. Bas. Tazame mtoto wetu tu. तुम रो क्यों रही हो? Ambie usilie, usilie. Kwa nini nalia? छोटी तो अब सेफ। Mtoto wetu yuko salama angalau. आपकी भी Nasema lakini hata unalia pia. और मजबूरी देखी हमारी, Tazama, ananiambia mimi पहुंच भी नहीं सकते। kati ya tawi pia machozi na kutiririka pia. चलो Hatimaye walidondoka katika tawi na kwenda kutua katika mwamba fulani. तैर करके आते हैं। Wakasema, mke wangu, hapa hakuna namna ya kupona, hebu twende tu kwa Mungu aliyetumba. Twende kwa Mungu aliyetumba, mna namna nyingine. Anasema lakini kuna vitu vitatu ambavyo nataka nikwambie और कभी भूलिएगा मत। na usije ukavisahau. पहली, Cha kwanza, I love you। I love you, nakupenda. दूसरी, Cha pili, I love you। nakupenda. और तीसरी, Na cha tatu, Thank you। ambia cha tatu sitakwambia. कि मिलने वाले Sitakutana tena mbinguni. तब बताएं। Basi nitakwambia huko. हाथों में ना तेरी लकीरें हैं बहुत अलग सी अपनी तकदीरें मेरा ज़मीन पे चलना तेरा हवा सा उड़ना हाँ नामुमकिन है तेरा मेरा मिलना ये धूप Walikuwa shajikatia tamaa tayari kwa sababu नहीं सकता point waliofikia inaitwa the point of no return. Hawawezi tena kuchomoka, hawezi kurudi kule juu. Wakaacha kama nao watatu, wakawachia mtoto ule. Hatimaye mwamba wakatika, mwamba akawa umekatika. Mama Jindal kule maskini, mzazi wa Jindal na wazazi wa Gudan wajaribu kufanya ibada, taa zinazimika, mishumaa inazimika, yote kama ishara mbaya, ishara ya giza, ni ishara mbaya. Imebaki taa moja tu ikiwa inaashiria kwamba kuna roho moja tu ambayo imesalimika, ambayo ni ya Choti Gudan, na zile mbili zimezimika. Ina maana mwisho kabisa wa Jindal na Gudan. Mama mkwe Ejei kadondoka katika poromoko fulani virefu sana sana. Mtoto wangu, sasa kaenda down huko akiwa nakumbuka safari yao toka wamekutana mpaka walipofikia
mazuri waliowafanya pamoja, misukosuko walioipitia. मुकम्मल अपना अब हो नहीं सकता दरिया सा है तू मैं हूँ सहरा सा फासला तेरा जो है फैला सा Kwa hiyo hayo ndo yakawa mwisho wa maisha ya Gudan na Jinder, ni wazazi wa Choti Gudan. Hii ni maalum kwa wale wote ambao hawakuitazama Gudan season 1. Sawa Kwa nataka nimefanya hivi ili muweze kuelewa story fresh. Lakini pia kwa wale pia ambao wanadai sauti kwa vema. Sasa miaka 10 baadaye, 10 साल बाद Indore, miaka 10 baadaye katika mji ule ule wa Indore, baada kifo cha Gudan na Akshat Jinder, wanasema kila kona ya nyumba hii सामान से ina midoli na kumbukumbu za mtoto wa AJ na Gudan, lakini na kumbukumbu zao pia नहीं है कि वो मर चुके हैं. Yani atuamini kwamba hawapo na sisi tena, japo imepita miaka 10. Tafikiri kwamba wanaishi na sisi mpaka leo. Anazungumza mkamwana yule mdogo Saraswati. Anasema wenda तभी तो इनकी यादें आज भी wenda walifanya mema mengi, ndio maana kumbukumbu zao ziko na sisi mpaka leo. Leo kaitisha hapa press conference waandishi wa habari wengi, lakini pia na wadau mbalimbali. आनी है. Anasema ni hadithi ya kusikitisha mno, लगता है जेब भरने वाले. lakini kimwamua anasema lazima hii hadithi hii nitaitumia kupata mamilioni. का लाड प्यार ही तो है, Anasema yote ilikuwa ni matokeo ya upendo wa dhati baina yao. पढ़ाई लिखाई के लिए पूरी दुनिया से डोनेशंस आते हैं. Yani kiukweli mama wa Choti Gudan alikuwa ni mtu ambaye alikuwa anajitolea kwa ajili ya ulimwengu. Alitoa misaada mbalimbali. Alikuwa ni superstar mmoja wa movie ambaye anasaidia watu mayatima maskini. Lakini pia babake alikuwa ni mpishi mmoja mashuhuri sana, tajiri wa Indore, kipenzi cha watu. Sasa kesi kama anakosea sana. मासूम सी बच्ची की जिंदगी. Jamani, mtoto wao maisha yako hatarini mno. के अग्रवाल स्वीट्स की मशहूर पोहा और जलेबी लीजिए लीजिए आप भी लीजिए. Jamani, chakula kitamu kutoka mgahawa mashuhuri kabisa wa Jinder. Huyu ni bwana mdogo anaitwa Arav. गादी पे गया. Kwa wale ambao litazama season 1, Arav ni mtoto, alikuwa mtoto wa Durga. Sasa amekuwa mkubwa. अरे बेटा, Arav, बेटा मेरी बात सुनना. basi njoo hapa nikwambie kitu. चुप, तेरी शादी तय हुई है, सबको भर पेट खाना है. Hivi ni siku yako ya ndoa? Mbona unagawa vyakula vingi sana? Unajua mimi nimealika watu kwa sababu gani? सुचारी कमा Acha kunizungua bwana, pesa hiyo. Gawa kidogo kidogo tu. लुटिया. Hapa story tukula kwenu. Nagawa vitu vingi kiasi hicho. Ikabidi ende kuwapunguzi. देखिए Jamani, 80. Dokta amesema kwamba kula sana sio vizuri. Mafuta na kwa mengi mwilini unapata vitambi. Kwa sababu nawapenda wageni waaliko, hebu niwapunguze kidogo. चाशनी, इतनी चाशनी
Sukari nyingi sio nzuri kwa afya jamani. हुआ है Sukari nyingi afu na mafuta pia yako mengi. Jamani inabidi mjali afya mjali afya. Kumbe ni uchoyo. कि आप लोग खाइए Jamani mjali afya. Na wewe kijana usile sana. हाँ आप लोग Kwa afya yako jamani. के लिए बहुत कुछ Yaani kilichomtokea binti yangu huyu ambaye namzungumzia hapa ni mambo ya sukari. Ya sukari imemwathiri sana. बनता है ना Kwa ni jukumu langu kuwalinda ninyi kama mtoto wangu. बेटा Aya mwanangu. लेकर Kawaletee maji. Maji nusu kila mmoja. खा तो ऐसे रहे जैसे Sasa wanakula utafikiri hapa kwenye sherehe sio ya nani? दान Mimi nawapa chakula ili tuwawe attention ni wachape hela hapa. Nataka kupiga pesa kupitia mtoto wa marehemu kwa sababu wazazi wao walikuwa ni watu maarufu, vipenzi vya watu. की बात करेंगे Jamani hebu tufanyeni biashara moja. तस्वीर Hii picha jamani. माँ की Hii picha ilikuwa ni ya mama yake Choti Gudan. खुशी में ना Ilipigwa kipindi anaigiza filamu yake ya Dil Deco. किसी के पास Hii picha hakuna aliyekuwa nayo, ni picha ambayo ina copyright na kimiliki. ही नहीं मिलेगी Picha ambayo uweze kuipata mtandaoni ni picha ya superstar अजूबे wa miaka hiyo Choti Gudan, Gudan प्यार थे maarufu kama Queen of Indore. इस तस्वीर के लिए मैं आपको 5 Sasa mimi nitakupa 1000 nitakupa rupia 100,000. दिया नहीं Yaani mpuzi kweli, ni Gudan akwaye kuninufaisha akiwa hai. Ashina kuninufaisha akiwa amekufa. 100,000, rupia 100,000. वैसे तो Sasa hii picha kama hii jamani, mmeshambia picha ya superstar 100,000 kweli jamani? हम इसे Nifikiri labda mnanipa rupia hata milioni 1. छोटी के माँ बाप उसकी Jamani, Mungu amechukua wazazi wa huyu mtoto. Maisha yake ni magumu mno. Ninapokuambia mtoto ambaye halii wala acheki. Miaka 10 yuko ndani tu. Amejifungia ndani. Na ni mgonjwa kweli jamani, mchango wenu tafadhali. Fanyeni kama harambee fulani hivi, mumsaidie. ऐसी बेचारी सी बच्ची की जिंदगी संवारने के लिए Mashinda kutoa hata vimilioni tu jamani vichache kwa kumsaidia mtoto. Kumbuka kila mmoja atakufa jamani, naweza kaacha watoto jamani. Sasa nazungumzia mtoto ni mgonjwa. Ghafla anakuta mlango unafunguliwa. Mtoto anaingia pale akiwa ni mzima. Anasema kwamba mtoto ni mgonjwa. Aongei, ni bubu kabisa. Acheki wala ali, anajifungia ndani wala atembei. Kile mtoto huyo hapa anakuja kimbeba vifurushi vyake. Basi hiyo inakamilisha episodi ya kwanza kabisa ya Kigongo Rakita Choti Gudan. Tumse sab kucho pege. Yaani Choti Gudan. Unaweza kila kitu. Na mwanzoni nimekuwekea kama intro utangulizi wa ilipoishia season 1. Yaani Gudan. Maalum kwa wale ambao wakuitazama. Naamini kwamba kuna baadhi ya watu wakuitazama. Ajalishi ilitazamwa na watu wengi kiasi gani. Kwa nataka uelewe story. So sasa ndo mchaka katika episodi ya pili. Wanaita Choti Gudan. Kuna Vasco hapa kaka mkubwa. हाँ नामुमकिन है तेरा मेरा मिलना, कि धूप से कभी अंधेरा